Maintenance ya discipline ni kubwa sana kwenye maisha ya kawaida. Nilikwenda Texas, Marekani. Nikakutana na mama mmoja Msenegal. Na nilimkuta kwenye ibada zetu za nyumba kwa nyumba. Kwa dada mmoja alinikaribisha nyumbani kwake. Na nikamkuta mle ndani. Anakuwepo tu. Akaomba kukutana na mimi kwenye huduma yangu ya kichungaji. Nikamwambia, kwani uko hapa unafanya nini? Akaniambia, mimi niko Marekani, lakini acha nikupe historia yangu. Nimezaliwa na mama yangu. Nisikilizeni sawa sawa. Discipline. Nimezaliwa na mama yangu nyumbani kwa bibi yangu. Nikazaliwa kwa wajomba. Kwa hiyo mama alinizaa from nowhere. Sikumfahamu baba yangu. Na mama yangu akakaa kwa wajomba, tukanyanyasika. Lakini kwa mjomba kuna mjomba wangu ambaye ni padri wa Roman Catholic. Akanichukua kwenda kunisomesha. Nikakazana sana kusoma kwa kiwango cha hali ya juu sana. Kwa hiyo na mjomba alinisomesha mpaka nikapata master's degree. Na nilipomaliza masomo yangu, yeye kwa taaluma ni nesi. Soma mpaka master's degree. Kwa hiyo ile master's degree mjomba aliniunganisha kanileta Marekani kusoma. Na nikasoma vizuri. Nikaja hapa nikarudia mitihani ya nursing. Nikasoma hivi, ni msomi mkubwa sana hapa. Master's degree nursing Marekani. Nikapata mchumba hapa. Kijana mmoja akanipenda, mzungu. Akanisaidia wakati wa process, tukarudi nyumbani kwa ajili ya kwenda kutoa mahari. Kwa hiyo tukarudi kwa ajili ya kutoa mahari. Kwa hiyo tulipokuja kutoa mahari, tukawa tumepanga kwamba tutafunga ndoa yetu. Na Mungu akatusaidia, alishanisaidia, ni familia yenye uwezo. Kwa hiyo hata uwezo kuamini mchungaji, nimepata makaratasi na namba ya kufanya kazi Marekani hata kabla ya kufunga ndoa. Yaani nilishafailiwa, amenisaidia. Familia yao ni familia ambayo ina influence kubwa. Kwa hiyo tukafunga ndoa baadaye. Tukaenda nyumbani. Tukaenda kumsaidia mama yangu kule kwa wajomba. Huyu mume wangu akaenda akanunua shamba kubwa. Tukajenga nyumba, mama akahamia hapo. Tukaishi. Kwa hiyo tukapanga, mume wangu alikuwa anakwenda kwenye training na mimi kuna training ambayo nilikuwa nahudhuria. Lakini tukapanga tutakuwa na muda fulani wa ndoa yetu, alafu baadaye tutakuja kupata watoto. Na tukaweka mpango na mwaka wa kupata watoto. Wenzetu wanapangaga kumbe. Basi siku moja isiyo na jina akakutana na rafiki yake ambaye walisomaga naye zamani shule za sekondari huko Senegal. Wakakumbukana sana. Sasa mume wake alikuwa amesafiri, alikuwa ameenda kuhudhuria training, alikuwa nje ya Marekani. Alafu wakakutana na yule rafiki yake, ni mvulana. Wasalimiane, I miss you, I miss you too, I miss you, I miss you three. Tuende tukale baga, wakala baga, wakashiba. Na waliposhiba, yule binti akapata ujauzito. Sasa kuchiti Marekani. Anasema mimi ni nesi, nafanya kazi hospitalini, nilijitahidi kutumia kila aina ya asidi kuyeyusha. Haikuyeyuka hiyo habari. Kwa hiyo nilijikuta nimepata mtoto. Yule bwana alipokuja kwangu, hiyo ilikuwa ni kesi mbaya ya usaliti wa hali ya juu. Kwa hiyo hapa unaponiona nimefukuzwa. Mtoto nilimzaa kweli baadaye. Mtoto mwenyewe naye nilipokuja kufika mahali pa kunywa pombe sana kwa sababu ya stress, mtoto alichukuliwa. Mtoto ni wa Kimarekani, kwa hiyo amechukuliwa. Sijui mtoto wangu alipo, sijawahi kumuona. Amechukuliwa. Huu ni karibu mwaka wa 10.
Mimi mwenyewe nimeishia hapa na vyeti vyangu ambavyo mshahara wangu ulikuwa umeshafika almost karibu $1,000 mpaka $15,000 per month, lakini ninaishia sasa. Ninafanya kazi ya house girl, namsaidia huyu dada yangu anipe chakula. Ni mtoto wa anko wangu ambaye mimi mwenyewe nilimletaga huku Marekani, kwa hiyo nakaaga nyumbani kwake, ndio namsaidia. Na vikinitimka sasa ndio hivyo, nalazwa mara psychiatric, mara ninaishi hapa, na ni mtu ninakuwa control kwa sababu ya alkoholi, na lewa sana, sina maisha. Lakini mume wangu alifanya kitu ambacho kinaniuma na siwezi kurudi kwetu Senegali. Baada ya hizi vurugu alienda Senegal, akatafuta madalali, wakauza ile ardhi na nyumba na kila kitu. Na mama yangu hata sijui anaishi wapi, au kama yuko hai au kama amekufa. I can see kwamba mimi ndio nimesababisha tatizo kwenye familia. Kwa hiyo nakunywaga non-stop, na siwezi kujisamehe kwenye maisha yangu kwa sababu ya discipline. Na Marekani siwezi kufanya kazi popote kwa sababu ya discipline. Siwezi kufanya kazi popote. Hivi niko hapa nasubiri siku yangu ya kufa. Yuko down, yuko very down hivi kwenye maisha yake. Discipline is destiny. Nidhamu ni hatima. Zitafakarini njia zenu. Consider your way. Tengeneza self discipline kwenye maisha yako. Dunia inaheshimu self discipline. Watu watakaofikia mahali pa malengo ya maisha yao ni wale wenye nidhamu peke yao. Kwa hiyo jitahidi sana, kama unataka mtoto wako awe mtoto kesho, tengenezee nidhamu. Yaani awe na homework ya nidhamu kuliko homework za shule. Awe na homework ya nidhamu. Nidhamu peke yake ndio inaweza ikamconnect mtu na maisha yake. Na when you lose self discipline, unapopoteza nidhamu, umepoteza kila kitu. Kwa hiyo nidhamu ni daraja.